Biblia inasema, basi ukileta sadaka yako madhabahuni na huku ukakumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, uondoke na sadaka yako. Uiache sadaka yako, ndiyo, mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Msamaha na ibada haviwezi kutengana. Ni mara ngapi tumeingia katika ibada ili hali tukiwa na maumivu katika mioyo yetu? Ni mara ngapi ibada yetu imeharibiwa kwa sababu ya moyo wa kutokusamehe? Watu wengi wanajitahidi kutoa ibada nzuri, huimba, husali, hutoa sadaka na kuhudumu, lakini ili yote hayo yakamilike, inabidi wazingatie jambo muhimu kwanza. Jambo la kwanza si sadaka au kuhudumu, ni hali ya moyo wako. Moyo wako ukoje? Moyo wako unasema nini? Yesu anasisitiza kuwa ikiwa kuna mtu una mgogoro naye, ni bora kuiacha sadaka yako madhabahuni, ukarekebishe kwanza uhusiano wako na huyo mtu, ndipo urudi kuabudu. Sikiliza vizuri hapa. Jana nikakazia hili, nikasema Yesu hajasema uondoke na sadaka yako. Anajua ukiondoka nayo kuna hatari kubwa sana usije nayo. Kwa hiyo acha sadaka yako hapo, nenda. Maana yake ni nini? Usije ukasingizia ya kwamba kuna mtu nina jambo naye, kwa hiyo siwezi kuitoa sadaka. Amesema iache madhabahuni. Maana ya kuacha madhabahuni ni nini? Ina maana ya kwamba wakati wa matoleo, kwa vile ni sehemu ya kukutana na Mungu, Roho Mtakatifu anaweza kukukumbusha jambo ya kwamba kuna mtu hamjaweka sawa mambo. Anasema usiache kuitoa sadaka, iache madhabahuni. Lakini ukitoka hapo, nenda ukamalize na yule mtu ili sadaka yako iweze kukubalika. Ni mara ngapi tumetoa sadaka ambazo hazikubaliki? Tunadhani ya kwamba imekubalika, kumbe haijakubalika. Sikiliza, hii inaonyesha kuwa msamaha ni kiini cha ibada inayokubalika. Ibada bila msamaha ni ibada ya mdomo, si ya moyo. Msamaha unamaanisha nini? Tunaposema watu wasameheane, ameongea vizuri mwalimu wetu hapa, vizuri kabisa. Msamaha maana yake ni nini? Hapa ndipo usikilize, na nisipomaliza leo nitaendelea kesho. Kaa vizuri usikilize hii. Msamaha ni kuachilia makosa ya mtu mwingine hata kama hajakuomba msamaha. Hiyo ndio maana ya msamaha. Msamaha haina maana kwamba hukukosewa. Msamaha haina maana kwamba wewe una makosa. No. Msamaha ina maana ya kwamba umeamua kuweka chini mzigo. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza ni maarufu sana, wanasema we judge others by their actions, not their intentions, but we judge ourselves by our intention, not our actions. Huu msemo kwa lugha yetu ya Kibantu maana yake ni kwamba tunapenda kwa hukumu wengine kwa matendo yao, sio nia zao. Ile inapokuja hoja ya kujihukumu sisi, tunajihukumu kwa nia na sio matendo. Tunahitaji neema sana. Ikiwa ulipewa neema, mpe neema mwingine. Haleluya. Kushikilia jambo moyoni ni sawa na kunywa sumu utarajie afe mwingine. Kubaki na jambo moyoni ni sawa na kushika mkaa wa moto utarajie aungue mwingine. Usalama, weka mkaa chini.